Ngoja nikwambie, siwezi kukugusa na wewe huwezi kunigusa ukiwa mbali. Na huwezi kumgusa Mungu na ibada yako ukiwa mbali. Halafu tunashangaa kwa nini uwepo wa Mungu makanisani huwa haupo kwa viwango vikubwa. Unatoka tu kitandani, unamwambia Mungu nakushukuru, halafu unatumbukiza nguo unakuja kanisani. Unataka uwepo mkubwa wa Mungu ujifunue. Utamsujudia kwa mbali. Alipotaka tu kumkaribia Israeli ili tu ashukie mlima, sio kwamba akakae nao, ashukie mlima ambao wataona uwepo wake kwenye ule mlima. Walitakiwa wajitakase siku tatu. Sasa kujitakasa si kwenda kukutana na Mungu, kuona tu mlima anaoshukia. Akamwambia Musa, waambie hao watu wakae mbali sana, wasiukaribie mlima. Kumbuka wamejitakasa siku tatu na baada hawatakiwi kukaribia mlima. Mungu atakwambia sawa, umeingia ibadani sawa, karibu nisujudie, lakini kwa mbali. Ndio maana kuna watu wengine mpaka ibada inaisha hawana mguso wote wa kiroho wagusa, ni wakame kama vile hawajawahi kukutana na ibada. Unajua kwa nini? Huwezi kusikia bubujiko mpaka uwe karibu na yule unayemwabudu. Kinacholeta bubujiko la ibada ni ukaribu wa mtu na Mungu. Ndio maana kuna watu wengine ambao wakiimba Mungu wanatamani waendelee kuimba kwa sababu ya ule ukaribu. Ukitaka kumaliza Mungu anakuambia no, endelea. Kuna watu fellowship yao na Mungu hataki ikatike. Ili ibada zetu zimguse Mungu, lazima kwanza tuwe karibu na Mungu.